njia nyepesi. Hayupo. Iko ndani yako wewe kuona ya kwamba yani changamoto ni kitu kibaya kwako. Iko ndani ya mjinga kuona changamoto ni uwanja wa kufa. Iko ndani ya mtu anayeelewa ya kwamba changamoto ni mlango wangu wa kufika ng'ambo yangu ya pili ya ushindi kwa jina la Yesu. Mtu yeyote yule aliyefanikiwa ni mtu mwenye uwezo kuona changamoto ni chakula kwake. Nikwambie si unaweza ukaombewa na kuombewa, ila kama tatizo limefungwa ndani ya mtazamo wako, Mungu anasubiri mtazamo wako ubadilike. Unaweza ukakimbia na kukimbia, kama Mungu anataka ushinde ile eneo kwa akili yako kufunguka, hakika nakwambia atahakikisha ufahamu wako umefunguka. Kama Mungu anataka kutoe kwenye eneo fulani kwa kulijua neno lake, atahakikisha mpaka umejua neno, sio maombi. Unajua unaweza ukajua mpaka chumba cha 10 cha maombi. Yaani unajua kabisa Mtume Boniface Mwamposa nikitaka kumpata na mpata hoteli fulani, ila ukaenda mpaka akakuwekea mkono, achana na kukupa maji na mafuta, akakuwekea na mkono wake kabisa unaobariki maji, yakabeba nguvu. Alafu ngoma ikabaki vile vile. Ayubu sura ya 21-22 Biblia inasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Wakati mwingine ili umjue Mungu lazima ukubali kupitia changamoto. Kuna mambo manyonge lazima uyakatae. Na wakati unakataa mambo manyonge unataka mambo makubwa, ujue wakati unaendea mambo makubwa lazima ukutane na mambo magumu. Hakuna miliki yoyote ile, iwe ya ufalme wa Mungu au ufalme wa giza, akakutana na jambo jepesi. Mtu yeyote aliyefanikiwa pakubwa kwenye ulimwengu wa giza, nenda kasikie kafara zake mama yake mzazi. Hivi unaonaje alafu unaenda kwenye chumba cha makutanikio, alafu unamuona mama yako amekaliwa yule pale ni kigoda cha mtu. Mama yako mzazi unamuona pale, alafu ukirudi duniani unaona wingi wa fedha, wingi wa magari, alafu jicho limetoka kumuona mama yako anayesababisha zile fedha ziwepo. Au unamuona mtoto wako anachapwa viboko, kadri anapochapwa viboko na watu wasioonekana, fedha unaona zinaongezeka. Nadhani hiyo kafara ni ndogo. Huo ni ulimwengu wa giza. Mtu anaambiwa toa ng'ombe 10. Ng'ombe 10 zidisha, chukua 700,000 tuseme. Ng'ombe moja ana thamani ya 700,000. Alafu 700,000 mara ngapi? Mara 10. Milioni 7. Anatoa kafara. Alafu wewe kanisani buku ndio sadaka yako, ndio kafara yako, umemchinjia Bwana. Alafu nasema na mimi ninatoa na matokeo kama yeye, hamwezi kulingana. I tell you, mimi nakwambia mtu amelazwa makaburini anapigwa baridi, upepo wote ni wa kwake. Yaani usiku kucha yuko uchi makaburini, upepo ni wa kwake. Alafu nikwambie si wale wanaoenda makaburini sio tu ya kwamba wanaenda kuona mili, wanaenda kuona yale majeneza ya kwamba amepewa adhabu ya kama kaburini, wanaamsha zile roho za wale watu waliokufa. Anaanza kusikia inapiga kelele hii, inaongea hiki, inaongea kile. Zile kelele zote za vitisho na vilio vya watu, zote anatakiwa kuzistahimili. Kama ni mzuka ukizuka, azuke nao auangalie na asiogope na asikimbie. Ndio walisia. I tell you, mimi ndo nakwambia ukweli. Mimi sinaombea watu. Au unaweza ninawahudumia watu, ninaelewa. Ninakumbana nazo hizo kesi. Yaani mtu anawasikiliza, anasikia zile kelele namna zinavyolia, anasikia namna zinavyopiga kelele masikioni mwake, na anatakiwa avumilie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani hapo uliwahi kukumbana na roho ya mauti? Yaani unasikia roho, unasikia hali ya kufa. Yaani ghafla unasikia mawazo ya kufa. Unasikia roho ya mauti. Unasikia kufa. Nyosha mkono. Yaani
ulishawahi kusikia unakaa unahisi kufa. Unahisi kufa kile unaona kufa. Hiyo hali hiyo unaielewaga? Inavyokushika hadi ukigeuka kulia unahisi ni kama vile mtu anakusukuma. Ukitembea unaona ni kama vile mwili wako ni upepo. Ukijiona unaona ni kama vile unatoka kwenye mwili wako unaenda kufa. Angalia inavyong'ang'aniaga. Ni kisauti tu, wala sio mtu unamuona. Ile unasikia kufa. Na ukikufa hivi unasikia mpaka unatetemeka, unasikia mkojo unataka kutoka bila break. Ni vile roho ya mauti. Sasa nikuulize swali, mtu ambaye amewekwa katikati ya uvuli wa mauti, yeye ndo amepelekwa makaburini sasa. Alafu unaitwa mzimu. Unaanza kuongea naye. Na anajua kabisa anaongea na vitu vilivyokufa. Alafu kinamwambia fanya hivi. Mpaka hapo wananisikia wanaofanyaga vile. Wananisikia ninavyoongea hivi. Maumivu makali. Ila anataka akalie kiti fulani. Anataka akalie nafasi fulani. Anataka amiliki biashara fulani. Anataka amiliki mradi fulani. Analia. The way kuna wakati lazima uone ya kwamba unataka ukae wapi, ya kwamba unataka ufike wapi, ya kwamba unataka uishi wapi. Hicho kitu unachotaka ukikalia kinataka gharama. Kubali kuna aina ya maumivu utayapitia ili uweze kuvuka. Kwa hiyo changamoto zione kwa chakula, changamoto zione kwa fursa. Nikuibie siri, majaribu ni mtaji, changamoto ni mtaji. Unaweza kutoa hatua moja kwenda hatua. Kitakachoweza kufanya uweze kushinda ni mtazamo wako. Ni kujua kusudi la kuumba kwako. Mimi ni nani? Nakapenda kajamaa kamoja kanaitwa Yusufu. Kametupiwa gerezani. Akasema Bwana bado ni yote katika yote. Kwanza kwenye mashimo. Kakatolewa kwenye shimo. Kanaona ndugu zake kabisa napanga njama za ukaua. Shimoni. Wakakatoa. Wakakauza utumwani. Kakaenda. Kakasema Mungu simwache. Kakauzwa kwa Potifa. Kakao katumwa. Mke wa Potifa akakataka. Bado kakasema hamna. Nanyang'ana naenda. Gerezani kakatupiwa. Baada ya kakawa waziri mkuu. Hakuna aliyekaa juu bila kupitia mambo yatakayomfanya kuwa juu. Kwa hiyo ili uwe juu, kuna mambo lazima uyapitie ili yakufanye ukaa pale juu. Yapo. Usikwepe mchakato. Ukisikia neno waokozi usije kazani ya kwamba waokozi yani ni mfano mtu amezama kwenye bahari yenye kina cha kilomita 1500. Mzamiaji anatakiwa azame kilomita 1500 aende kumchukua mtu kule chini alafu apande naye. Ndio maana ya waokozi. Mchukue mtu akiwa maskini 00, yani 0.0, alafu mfanye awe tajiri. Ukutane na mtu ni mgonjwa, ameshajikatia tamaa, anaona kufa, alafu ghafla aone uzima na aisha awe hai. Nakumbuka kuna binti ambaye niliwapa shule, nikamwambia ikija kufika tarehe 15, kwanza ukishamaliza interview zako, mama yako ndiye anatakiwa kufa. Ndiye anatakiwa kufa. So kwamba kukufa ni sifa. Nataka nikuonyesha kwamba Mungu akishakuamini kama Mwokozi anakupa mamlaka. Umenielewa? Nikamwambia haiwezekani upoteze kazi alafu wakati mama yako anakufa. Utaenda kwa mama na kazi ukapoteza. Akaenda akafanya interview akamaliza. Juzi akanambia, baba nimeenda kufanya interview ya mwisho. Mama yake tayari ameshakufa. Tayari ameshakufa. Tunaongea tayari. Na interview ameshamaliza ya pili. Umeona? Na amezikwa vizuri. Sio kama unanielewa. Na familia imerudi tena kuwa na umoja. Yaani yule ambaye alikuwa anamuita yeye na anamuua mama, yeye ndo muuaji. Yule ndo amewapatanisha tena. Vilio vimekata. Machozi yameisha. Haitokei tu. Kuna wakati watu watakusema vibaya. Kuna wakati watu watakumelia. Ila
takachokupa nguvu ya kuweza kufika pale unapotaka kufika. Usikubali kubadilisha mtazamo wako.